yako ya kwanza unatembelea channel yetu, tafadhali tupe support yako kwa kubonyeza neno subscribe, kisha like, comment na share kwa marafiki zako. Katika hii channel yetu ya Chill Online Media, hapa tunakuletea uchambuzi wa movie ya Jua Kali. Kutokana na hatimiliki ya hii movie, hivyo tunaweza kukuletea tu uchambuzi wa movie ya hii Jua Kali. Lakini ukihitaji movie full episode, tafadhali jiunge na group letu la WhatsApp, ambapo link nimekuwekea hapo kwenye comment section au kwenye description section. Ukibonyeza hiyo link itakuleta moja kwa moja kwenye group letu la WhatsApp. Hamna hela wala kiingilio chochote cha kwenye group. Movie tunatuma bure kila siku. Sasa cha kufanya, jiunge na uweze kuendelea kupata episode ya Jua Kali, Huba na zingine nyingi kila siku. Tunatuma bure kabisa kwenye group letu, hatutozi hela yoyote ile. Lakini katika channel hapa tunakuletea tu uchambuzi kutokana na hatimiliki ya hii movie. Hii movie inamilikiwa na DStv na Maisha Magic Bongo, ambao ndio wana hatimiliki ya kuposti kwenye mtandao wa YouTube. Hivyo kama ulikuwa unajiuliza kwa nini full episode hazipatikani YouTube, hivyo utambue hilo kwamba hii movie iko chini ya Maisha Magic Bongo channel au DStv ndio wenye mamlaka ya kuposti hii movie. Leo nataka tuanze kidogo kwenye kuchambua sehemu ya kwanza hapa. Leo tunaanzia kwa Idi na mke wake Semeni. Tumeona Semeni alienda katika episode ya 240 season ya 7. Tuliona Semeni alienda hospitali kumsalimia Sofia, lakini kilichomtokea kule hospitali ni majanga. Akasingiziwa kwamba we mchawi, umekuja kufanya nini hapa? Na kuomba uondoke. Na kuomba uondoke kabisa, umekuja kuniua. Sasa baada ya hapo Semeni ilibidi aondoke, akarudi nyumbani kwa mume wake Idi. Sasa wakakaa pale sebuleni, ndo akawa wanazungumza. Idi akamuuliza, wewe kilichokufanya uende kule ni nini? Kilichokufanya uende kule ni nini? Semeni anasema, ilikuwa ni upendo tu. Niliamua kwenda kule kwa upendo, sio kwa ubaya. Mimi sikwenda kule kwa lengo ya ubaya. Mimi ni upendo ndo ulionituma, nikaamua niende kule ili nikamsalimie, nikamuone hospitali. Wewe nishakwambia kaa mbali na hiyo familia. Ni huyo mume wake Idi ndo anamwambia Semeni, nishakwambia kwamba kaa mbali na hiyo familia. Ukijiingiza karibu na hiyo familia kuna majanga utayapata. Hivyo ndo mambo yalivyokuwa kwa upande wa Semeni. Ndo maana tukamwona hapa Idi anaamka, anainuka, anaenda zake, anamwambia kwamba haya utajua mwenyewe. Baada ya muda kidogo, mida kama ya saa 7 mchana, wamekaa tena sebuleni, ndo akawa anasimuliana, anamwambia ya kwamba wewe nimekwambia ukae mbali na hii familia. Ukiwa karibu na hii familia kuna mambo yatatokea na majanga yatatokea. Kwa hiyo ninachokuomba, kaa mbali na hii familia. Ina maana ukizidi kuwafuatilia au kuwajulia hali, watajua kwamba wewe una kitu unataka kumuua Sofia. Hivyo ndivyo yalipokuwa. Semeni ndo aliyesingiziwa ya kwamba yeye ndo amehusika katika kuharibu ile mimba. Yaani amemwekea madawa ili mimba ya Sofia itoke. Sisi hatujui mimba ile ili haijaharibika kutokana na mazungumzo ya daktari na Idi alivyomwambia kwamba ilikuwa kidogo tu mimba iharibike. Kwa mimba haijaharibika, inabidi mke wako muache hapa hospitali ili aweze kuendelea. Ukumbuke hii ni episode ya 242 katika season 7 za series ya Jua Kali. Hivyo na kuomba toa support yako kwa kusubscribe channel yangu na kisha jiunge na group letu la WhatsApp, na hapo utaweza kupata full episode kila siku. Cha kufanya tu ni wewe kutoa support yako kwa kucomment, kushare, kulike na kwa watu wote na kualika watu wengine wote ili waweze kutazama hii video. Unapotazama video mpaka mwisho ndipo na wewe unanipa support ya mimi kuweza kupost kila siku hizi comment. Hebu tuachane na hapo upande wa Semeni. Tunataka turudi upande wa pili, upande wa Davis na Patrick. Upande wa Davis na Patrick, na tunaona Patrick na Davis hakuna maelewano kidogo, wanaambizana, wanagombezana. Lakini Davis anamwambia Patrick, tufanye tu yaishe. Patrick anamwambia kwamba kwani ungenisalimia kingetokea nini? Kwani ungenisalimia kingetokea nini? Anasema yaishe. Huyu kwamba huyu nanili Patrick anaonekana kama kuna jazba fulani hivi baada ya Davis
kuonekana katika familia yao. Hivyo ndugu yangu, nakuomba like ili uweze kupata uchambuzi na kukujuza yale tu yaliyojiri, lakini usisahau kujiunga na group letu la WhatsApp, na hapo utaweza kupata tamthilia zote kuanzia ya series kila siku series, yani Jumatano mpaka Jumapili ndo series za Jua Kali zinatoka, lakini kwa Huba inatoka Jumatatu mpaka Jumatano kama sijakosea. Hivyo ninakuomba jiunge na group letu, na hapo utaweza kupata tamthilia zote na utaweza kupata episode zote full, yani hamna cha longorongo. Hivyo watu wanaenjoy kupitia group letu. Sasa wewe ushindwe nini? Cha kuomba tu toa support yako kwa kusubscribe. Ukisubscribe wewe na wengine, nitapata na mimi hamasa ya kuendelea kuletea uchambuzi wa hii movie ya Jua Kali. Sisi huku YouTube tunaleta tu uchambuzi wa series za Jua Kali, lakini Huba yenyewe tunaituma kwenye group letu la WhatsApp. Hivyo ngoja tuendelee na upande wa Davis na Patrick. Tukirudi sasa upande wa pili, upande wa Davis na Patrick na Regina. Hapa tunaona Regina na Patrick ni kama waelewani fulani hivi, alafu kuna mambo ya siri yamefichwa. Sasa Regina anamwambia, kwani mara ngapi ushawahi kunipiga? Mara ngapi ushawahi kunipiga? Na ukitaka kuna nitatibua yote. Na Davis atakuwa adui wako wa kwanza kabisa. Mimi nakwambia hivi kwamba usitake niyatibue. Na Davis anamwambia kwa nini yasiaishe? Lakini kutokana na kauli alizomjibu na Patrick Regina, na Patrick anasema hata kama ni wewe, ungekuwa ni wewe. Unaona anavyojibu kwa shiti, anavyojibu kwa kwa dharau. Hata ingekuwa wewe ungemfanyaje? Ungemfanyaje? Anamwambia, lakini Regina anamwambia kwamba ni mambo mengi nimeyatunza na ni siri. Hivyo nakuomba, ninachokuomba usitake niyatibue, na nikiatibua ujue ya kwamba wewe na Davis mtakuwa maadui wakubwa. Je, ni yapi hayo ambayo yalifichwa? Na kuomba hebu comment kwenye section hapo. Je, ni mambo gani ambayo alifichwa na Regina na Patrick, mambo yanayoendelea katikati hapo ambayo mimi siyajui? Huenda wewe msikilizaji na mtazamaji wa Chill Online Media unayajua. Lakini kutokana na mgogoro huu, tunamwona Regina anaondoka ghafla, kama vile na kutokuelewana vizuri. Na Regina anaondoka kwa jazba. Ni ile mtu anaondoka, ni kama mtu anaondoka alafu unabaki uelewi. Wanabaki wanashangana. Davis, Patrick ndo wanaambizana hivi, huyu Regina ana mambo ya ajabu. Aniheshimu mimi, aniheshimu. Kwa hiyo cha kuomba mshauri, kama ikiendelea hivi tutakuja nitakuja kumpiga mimi huyo Regina. Ni hayo maongezi anamwambia Patrick Davis. Hayo ndo maongezi yaliyokuwepo. Hivyo ndugu yangu, toa support yako kwa kusubscribe, like, kucomment na kushare. Ukisha subscribe, mimi nitapata nguvu za kukuletea movie kila siku, episode kila siku. Haya, turudi upande wa tatu sasa, upande wa Maria. Sasa Maria, ngoja kwanza kidogo tuanzie katika upande huu hapa ambapo tunamwona Maria amekaa kitandani. Haya, ndo tunaanzia hapa, ndo tutakapoanzia hapa. Na kuomba jiunge na grupu la WhatsApp, na hapo utaweza kupata full episode. Hapa tunakuletea tu uchambuzi mwenye mamlaka na hata pia Maisha Magic Bongo hawatumi full episode, lakini sisi kutokana na kujiunga na DSTV mkononi, yani DSTV mkononi kwa njia ya Android, una uwezo wa kushare na kurekodi tamthilia yote. Hivyo tunairekodi, tunaiposti kwenye group letu. Hivyo ninachokuomba jiunge na wewe uendelee kufly. Group ni bure, hakuna kiingilio chochote, wala sikufuate mtu inbox kwamba kuna malipo. Hivyo jiunge na group letu na wewe uwe mwanafamilia wetu. Pia tunakuomba support yako kubwa sana, mdau mfuatiliaji wa Chill Online Media, kwani tunaomba tufikie subscriber 1000. Tunaomba tufikie subscriber 1000. Tukishafikia subscriber 1000, hapo sasa pia Jua Kali pia tamthilia ya Huba nitaweza kuileta hapa kupitia uchambuzi. Tukishafika subscriber 1000, hapo ndipo na pia nitapata nguvu za kuileta hiyo tamthilia ya hiyo tamthilia ya Huba. Na yenyewe tutaleta uchambuzi kidogo kujuza yale yaliyojiri, ambayo yanajiri na yatakayojiri katika siri ya Huba. Najua wengi mnaifuatilia sana siri ya Huba kupitia
DStv, lakini kuna wengine unakuta gharama za kulipia DStv ndio zinakushinda. Hivyo ninakuomba jiunge tu na group letu, na hapo hautakuwa umepungukiwa na chochote kitu. Haya, turudi sasa upande wa Maria. Tunarudi hapa upande wa tatu, ambapo ni upande wa Anna. Ndio nilichanganya kidogo hapo nikataja Maria kwa jina liniingia kichwani. Sasa tunarudi upande wa Anna. Hapa tunaona na bibie wapo wamekaa kitandani. Bibie anamwambia ya kwamba kama ndoa imekushinda kwa tiba na kuomba uachike, sio umnanilii mtu alafu mwishoni aje kutibuka. Bibie anamwambia kwamba wewe Anna unajifanya kwamba sasa hivi Diba hajui, lakini kuna muda atakuja kukumbuka, utakuja kufahamika ya kwamba wewe ulifanya hii nanilii sio sahihi. Ninachokuomba, kama ndoa imewashinda na kuomba achika, ndio uendelee na mambo. Naye Anna anamwambia kwamba labda sio mimi Anna, yani Davis ni mtu bright sana, yani mtu smart sana kwenye akili yake, hivyo hawezi akanani. Kwanza tulifanya mambo yetu na tukatoka salama, na shukuru Davis wangu alitoka salama, akaondoka akaenda zake salama. Kwanza nilala usingizi mnono sana, usingizi mzuri. Ndio hivyo anamhadisia bibie huyu Anna wakiwa pale kitandani. Lakini katika hii tamthilia hapa tunaona ya kwamba huenda kweli unaweza kufanya jambo kwa kudhani kwamba halitajulikana, lakini mwishoni itakuja kujulikana. Lakini pia kuna taarifa inaonekana kuja kwa Anna kutoka kwa Bill, au Bill wanamuita wengine. Tunaona anamletea taarifa, anamwambia kwamba mimi nimekuja na taarifa nyingine, lakini anasema kama ni taarifa za Davis naomba usiniambie. Anamwambia hapana, sio taarifa za Davis, mimi taarifa nilizokuletea ni nyingine kabisa, na kuomba japo dakika moja uniruhusu ili tuweze kuongea na niweze kukupa kukusimulia hicho kitu. Naye anamwambia kama sio Davis nifuate chumbani tukaongea. Anafika chumbani bana, ameanza kuongea, lakini anamwambia ya kwamba mimi nimekaa nalo hilo jambo, sasa nimeona nililete kwako, nimeona nikwambie ukweli ya kwamba Naila anatoka na Mr. Kaka. Kwanza anashangaa, tunaona kama anashangaa ya kwamba Naila anatoka na Mr. Kaka. Hatumekwisha, anasema hivyo, tumekwisha. Kwa nini wamekwisha? Hatujui. Bila anamwambia hivyo, nimeona kukaa nalo moyoni mimi limenisumbua sana, nimeona nije nikuelezee wewe, nikwambie ukweli ya kwamba Naila anatoka na Mr. Kaka. Hivyo tunatakiwa tuchukue hatua haraka kwenda kuifuatilia. Ni hizi siku ambazo yuko na Mr. Kaka, yani Naila ambazo siku ambazo haonekani, ina maana yupo na Mr. Kaka. Sasa wataanza kufuatilia ili kuvunja hayo mahusiano na Mr. Kaka. Huyu Anna alishtuka sana kuona na hiyo ya kwamba kutoka kwa Mr. Bill kwamba hivi Mr. Kaka anatoka na Naila. Sasa wanasema kwamba tuanze kulifuatilia hilo tukio. Je, ni nini kitatokea? Hatujui. Katika episodi ya 243. Hivyo usikose kupata uhondo kama huu kwa kubonyeza neno subscribe, na hapo utaweza kupata uchambuzi wako na utaweza kupata matukio yaliyojiri kwa urahisi kabisa. Hivyo ninapokuomba dondosha support yako tu kwa kusubscribe. Tukishafika watu buku kwenye subscriber, hapo ndipo nguvu itazidi kuongezeka na nitakuwa nakupostia kila siku ya uhakika. Kila siku iendayo kwa Mungu nitakuwa nakuletea posti za jua kali na matukio yaliyojiri na ambayo yanajiri na nayo trend sana. Sasa nini kimemshangaza kwanza huyu Anna baada ya kuambiwa na huyo na Bill kwamba Naila anatoka na Mr. Kaka? Hatujui. Hivyo ili uweze kujua ya kupasa usubscribe channel yangu na uturn on sehemu ya notification siku nikituma kesho mwendelezo wake, na hapo utaweza kupata hiyo tamthilia na uhakika utakuwa umeenjoy sana. Hivyo support yako ndio nguvu yangu mimi, na mimi nguvu yangu ya kukuletea video kila siku na ukinisupport mimi. Hivyo tunaomba tufike subscribe 1000, ndio lengo langu kubwa, na hapo nitakuletea. Pia usisahau kujiunga na group letu la WhatsApp. Huko tutakutumia tamthilia zote, Huba, Jua Kali na zingine nyingi unazozijua kutoka DStv.
na Maisha Magic Bongo. Unajua Maisha Magic Bongo inaposti movie nyingi sana, hivyo usikose uhondo huo, kwa kuwa wenye hati miliki ya kuposti hizo hapa tunakuletea tu uchambuzi. Na katika Maisha Magic Bongo wao wanakuambia, wanakuletea tu short clip yenye 2 yenye dakika 2 na sekunde 15, hapo hawazidi dakika 3, wana range humo. Kwa hiyo utakosa matukio mengi hivyo. Ili upate yote ya matukio, jiunge na group letu la WhatsApp na utakuwa umetisha sana. Gonga like yako, comment hapo chini nami nitakujibu. Asante.